changia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Kwa sababu tulikubaliana ya kwamba jukumu moja, tatizo moja la muhimu sana ni kupanga ajira ya vijana wetu. Na hiyo ajira ndio tunatumia uchumi samawati kupanga ajira ya vijana wetu. Kwa hivyo vijana, mnielewe vizuri, mchukue nafasi yenu, mchukue nafasi ambayo itatokea kwa haya mambo ya blue economy, ndio tuweze kutumia mchango wenu katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Vile vile hapa Kwale niliwaeleza tutapanga mambo ya housing ili tuweze kupanga ajira ya vijana. Nitarudi hapa Disemba ama Januari kuanzisha mpango wa affordable housing ya watu wa Kwale. Awamu yetu ya kwanza tunajenga nyumba 5,000 na tunahitaji vijana 7,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana hapa Kwale mko tayari? Ama ni nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama tulikubaliana aje? Si tulisema kazi ni kazi? Pale tunahitaji architect, tunahitaji engineer, tunahitaji mason, tunahitaji plumber, tunahitaji electrician, tunahitaji hata watu wa mkono. Wewe kama kijana wa hapa Kwale, unaweza kukosa nafasi kwa hiyo kazi yote nimetangaza, unaweza kukosa mahali ya kujipanga? Si hata wewe ukikosa mahali ya kujipanga, hata wewe uko na maneno? Ama namna gani? Pale kwa blue economy iko nafasi. Pale kwa housing iko nafasi. Vile vile tumekubaliana na hawa wabunge wenu wote. Wabunge wa Kenya sasa watabadilisha sheria wiki inayofuata. Na watabadilisha sheria ndio iwezekane pesa ya CDF tuweze kutumia kujenga ICT hub katika kila ward ya taifa letu la Kenya. Ndio tupange vijana 300-500 kwa kila ward waweze kufundishwa vile ya kutumia kompyuta, na vile vile tuweze kuwapanga na ajira ya digital jobs in every ward in the Republic of Kenya. Kwa hivyo vijana, mko na nafasi, munisikize vizuri, mko na nafasi katika affordable housing. Muko na nafasi katika mambo ya blue economy. Muko na nafasi pale kwa ICT. Kwa hivyo kila kijana uanze kujipanga nafasi yako utapatana nayo wapi. Kwa hiyo sehemu yote nimetangaza. Hatutaki tena tuwe na vijana ambao hawana namna, hawana vile ya kujimudu, hawana vile wanaweza kusaidia familia zao ama kujisaidia wenyewe. We want to expand opportunities for every young people to contribute their energy, their talent, their knowledge katika kuendesha taifa letu la Kenya, kuchangia katika kutengeneza uchumi wa taifa letu la Kenya na kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Vijana wa Wasini na hapa Mkwiro tunaelewana? Mmenielewa? Kina mama mmenielewa jameni? Tutashirikiana pamoja. Ya muhimu tena zaidi, hawa vijana wetu, hawa watoto wetu, naona watoto hapa wako sawa. Lakini niulize, hawa watoto vile nimewaona, watoto hawa ni wenu ama kuna wajamii wengine wamekuja hapa? Hawa wote ni wa hapa kwenu? Naona mko na bidii kweli. Na kwa sababu naona mko na bidii, ndio vile vile nimeweka pesa sasa pesa zaidi katika masomo ya watoto wetu. Kenya mzima tumeajiri walimu 56,000 wapya watakao tusaidia kusomesha hawa watoto wetu. Kwa sababu tunataka tuhakikishe kila mtoto Kenya anapata nafasi ya kusoma, na ndio tunaajiri walimu zaidi, ndio wakienda shuleni wapatane na mwalimu, tuwapatie elimu, ndio tuweke usawa katika taifa letu la Kenya. Pale kwa elimu ndio usawa inapatikana. Mtoto wa tajiri na maskini, mtoto wa rais na mama mboga wanakuwa sawa wakipata elimu. Nyinyi mnanielewa jameni? Kwa hivyo kila mzazi, na mmejua tumetangaza ni hatia kwa mzazi kutopeleka mtoto wake shuleni. Tunataka kila mtoto aende shuleni kwa sababu tunaweka pesa nyingi, bilioni 650 ya Kenya tunaweka katika masomo ya watoto wetu. Kama tunaweka pesa kiasi hiyo,
na wewe mzazi umezembea nyumbani, unaweka mtoto wako anachunga mbuzi ama anasijui anafanya nini nyumbani, wewe uko na makosa makubwa sana. Tutakushtaki kotini na hata kwa Mungu tutakupeleka. Ama namna gani? Tutakushtaki mahali pote. Hii mnanielewa? Kwa sababu ni makosa kumkosesha mtoto wa Kenya masomo. Tunataka kila mtoto wa Kenya apate na masomo. Na ndio sababu hiyo pia nimeona hapa iko na matatizo makubwa sana. Watoto hapa wanapata matatizo kwa sababu kuna mawe nyingi. Waziri wa barabara yuko hapa, Bwana Murkomen. Sasa wewe waziri, umesikia kwamba hapa Mkwiro na kule Wasini hawawezi kufikiana kwa sababu lazima waende watumie port ndio waweze kuvuka ngambo ile. Tunataka tuwatengenezee barabara ya kuunganisha hapa Wasini na Mkwiro. Si ndio? Sasa waziri atapanga, na nimeongea na watu wa jeshi, watatusaidia kubeba zile machine ambazo zitakuja hapa kutengeneza hii barabara. Kwa hivyo hivi karibuni, kabla ya Januari, hapa tutakuwa na machine ambayo itatengeneza hii mashule yenu iweke vizuri, ndio watoto wetu wapate mahali pazuri pa kutumia, na vile vile tujajengee barabara kuunganisha kule Wasini na hapa Mkwiro, na tuweze kupanga sehemu zingine. Na waziri yuko hapa, amesikia na ameelewa. Ndio boss, ameelewa. Yeah. So mbali na kusikia, ameelewa, ila atafanya. Tumeelewana jameni? Kwa hivyo watu wa Mkwiro, watu wa Wasini, stima mko nayo sasa. Hiyo stima tunataka muweze kutumia ili tuweze pia kupunguza mambo ya magonjwa, na tuweze kutumia kuendesha uchumi wenu na kupeleka Wasini, Mkwiro na Kwale mbele. Kwa hivyo nimefurahi kufika hapa. Mimi nawapenda sana. Huyu MCA wenu ameniambia kuna shule 3 hapa Wasini. Hapa Wasini na Mkwiro. Si namna hiyo? Kwa hivyo hiyo shule 3 taambia wizara yetu tuwapatie shilingi milioni 6 ya hizo mashule 3 ili tuweze kupanua hizo shule, kuweka vifaa mzuri, kwa sababu hawa watoto wetu nawaona warembo sana na wangwana, waweze kupata mahali ya kusoma vizuri. Si namna hiyo? Mtawapeleka watoto nyinyi shuleni ama mko na mpango gani? Watoto wataenda shule? Na wale watu wamekataza watoto kwenda shule ni wafanye nini? Ni washtaki kwa polisi na pia kwa Mungu? Basi mmeniambia hivyo, nitafanya hivyo. So asanteni sana, tunawapenda sana, tunawatakia heri na Mungu awabariki. Thank you very much.